tini niko na mada dasha wesi Soma, si kuliani ya Yesu. Yesu anaweka watu kulia na kushoto. Sasa nyinyi mtakuwa pande gani? Mbona usijibu swali? Mada ya pili inasema kuja kwa Yesu mara ya pili, ambao wenzetu wanamuita Isa bin Maryam, ni faida kwa Wakristo au Waislamu? Hii mada ilipendekezwa na Kisede, Ustaz Kisede Shabani. Ile ya kwanza ilikuwa kwa upande wa Ndacha. Sasa nitamwomba mwalimu Kisede dakika 20. Tutaenda kwa tatebule ule wa kwanza, upandishe hiyo mada kwa dakika 20, uelezee ulimwengu na Wakristo na ndani na mtandaoni kwamba Wakristo Waislamu mtapataje faida kwa kuja kwa Yesu mara ya pili. Na mwalimu wa pili upande wa Wakristo, mwalimu Ndacha, naye atapanda vile vile kuleta faida ya kuja kwa Yesu kwa upande wa Wakristo. Nafikiri uko tayari. Basi panda juu tuokoe muda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ndugu zetu katika Adam, tunawatakia amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwao. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia takaso la dunia, mwokozi wa ulimwengu, bwana wa mitume, bwana wa Yesu, Nabii Muhammadi, rehma na amani ziwe juu yake. Ndugu watukufu Islam na wote ambao si Waislamu, bado tena tunamshukuru Mungu kuona tulivyoanza mada ya kwanza na tunaanza tena mada ya pili. Mada ya kwanza imekwisha, tunaingia kwenye mada ya pili, na mada ya kwanza hatutairudilia tena wala kuigusa, ila tutaanzisha mada ya pili kama isemavyo: kuja kwa Yesu mara ya pili. Ni wanani ambao watapata hasara kwa kuja kwake? Ni Waislamu au ni Wakristo? Hiyo ndio mada ya pili. Kuja kwa Yesu mara ya pili, watakaopata hasara, sisemi watakaopata faida, watakaopata hasara, watakaopata matatizo, watakaopata shida ni wanani? Ni Waislamu au ni Wakristo? Na mada hii niliteua mimi, na niliteua mada hii kwa malengo ya kuteua mada hii ni kwa sababu kuna mgogoro unaoendelea katika ulimwengu huu, ulimwengu wa Kiafrika hasa na ulimwengu kinyume na ulimwengu wa Kiafrika. Mjadala huu bado unaendelea katika hali ya mvutano ya Waislamu na Wakristo. Wakristo wanasema Waislamu ni maadui wa Yesu, wanampinga Yesu. Kwa hiyo Yesu atakuja kuwakomoa Waislamu. Kwa hiyo wanatakiwa wamwamini Yesu, wamkubali Yesu mapema. Waislamu nao wanajitetea, mtume wetu sisi ni Muhammadi. Yesu hawezi kuja kutuangamiza sisi. Sisi tunategemea uongofu wa Kiislamu kupitia mtume Muhammadi. Wanajitetea kwa namna moja ima nyingine. Mimi kama mwalimu nikasema acha nitie mada hii, maadamu Ndacha anaomba tufanye mdahalo naye, tutazungumza kwenye media na itangazwe. Acha tutie mada hii, tuwasaidie wasikilizaji, tuwasaidie waumini wapate kujua mgogoro huu unafikia wapi, ukweli unaojificha katika matatizo ya kuja kwa Yesu ni nini. Ndio maana nilitia mada hii, na kwa ukweli mada hii ni mada nyeti ambayo itamfanya Mkristo na Muislamu kujua wapi ipo, kutokana na utume wa Nabii Isa na kutokana na utume wa Nabii Muhammad. Kila mtu atajua imani yake imesimamia kunini. Cha kwanza nitawafahamisha hivi: Naam, mwenyekiti alikuwa ananiuliza mada vizuri.
Kwa hiyo mada hiyo ni kwamba kuja kwa Yesu Kristo, ni wanani watapata hasara? Ni Waislamu ndio watapata hasara au ni Wakristo ndio watapata hasara? Kwa hiyo ndugu zangu watazamaji, kuna kitu ambacho kinajificha katika mada hii, na ninawapa uhakika watu wote mfahamu, mada hii mara nyingi haiongelewi makanisani, na ikiongelewa makanisani ni kama kugusagusa tu, haiongelewagi kiundani kwa sababu yao maalumu wanazozijua waalimu wa Kikristo. Lakini leo mimi nitatoa siri inayojificha kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili, ili watu wapate kujua nini wanachokuwa wanafichwa makanisani kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili, na nitatumia vitabu vya Kikristo tu. Jambo la kwanza, tunafahamu Wakristo wanajua na Waislamu wanajua. Katika imani ya Kiislamu tunaamini kama Yesu atarudi mara ya pili, hilo tunalijua. Hawakusema Daudi ndio atarudi mara ya pili, au Ibrahim, au Suleiman, au Zakaria, au Mtume Muhammad. Ameteuliwa Yesu, atarudi mara ya pili, na atakaporudi mara ya pili kuna kile atakachokifanya. Ana malengo ya kuja mara ya pili. Ukisoma kwenye Qur'an, ukisoma katika Qur'ani sura ya 4 aya 159, Saleh Farsi ufafanuzi wake inathibitisha hilo, kwamba Bwana Mtume Muhammad amethibitisha kwamba Yesu atakuja mara ya pili. Ukisoma Qur'ani 2:115 tafsiri yake Saleh Farsi inathibitisha hilo, kwamba Bwana Mtume Muhammad atakuja mara Bwana Mtume Muhammad anasema kwamba Yesu atakuja mara ya pili duniani. Hiyo ni katika imani yetu sisi Waislamu, kwamba Yesu atakuja mara ya pili. Tunaamini hilo, hatuna nalo shaka kuja kwa Yesu mara ya pili. Tukiingia kwenye Biblia, Yakobo 5:7 mpaka 8, vile vile Biblia nayo inathibitisha kuja kwa Yesu mara ya pili. Kwa hiyo hatuna mgogoro na mvutano katika mada kama hii, katika hoja kama hii hatuna mvutano. Yesu atarudi mara ya pili, Qur'ani imekubali, Biblia imekubali. Sasa kama Yesu atakuja mara ya pili, katika kipengele cha pili, atakuja kufanya nini? Hapo ndio kazi. Kwanza tungelijua anakuja kufanya nini Yesu, alafu twende katika kifungo cha 3 na cha 4 na cha 5 ili niweze kumalizia. Tusomee Ufunuo wa Yohana 16:16, tafsiri yake, ufafanuzi wake katika Biblia ya uzima tele. 16:16 inasema, 16:16, Harmagedoni ipo kaskazini ya kati ya Palestina. Harmagedoni iko kaskazini ya Palestina, ikimaanisha mlima wa Megido. Twende kazi. Itakuwa ndio kitovu cha vita ya siku ile kuu ya Mwenyezi Mungu. Twende kazi. Vita hii itatokea kuelekea mwisho wa dhiki kuu na kumalizika wakati wa Kristo atakaporudi kuwaharibu waovu. Basi kumbe kuja kwa Yesu mara ya pili ni kuja kuwavunja waovu. Sasa hapo ndiko ambako Waislamu wako au Wakristo ndio wako. Kama hao waovu watakuwa ni Waislamu ambao Yesu anakuja kuvunja, sisi hatuna shaka na vitabu. Kama ni Wakristo hatutakuwa na shaka na vitabu, na ndio mada yetu inasema kuja kwa Yesu mara ya pili, anakuja kuwavunja wanani watakaopata hasara, ni Waislamu au ni Wakristo. Ila tumepata Yesu amekuja kufanya vita na watu waovu. Hiyo uzima tele, ukurasa wa 1973 1973 inasema, naam, kushindwa kwa mpinga Kristo, mwisho wa dhiki kuu, Shetani atakusanya mataifa mengi pale Harmagedoni kabisa, chini ya uongozi wa mpinga Kristo kabisa, na kufanya vita dhidi ya Mungu na watu wake kabisa, katika vita ambavyo vitahusisha dunia nzima. Maelezo ya Ufunuo. Twende. Wakati huo ukifika, Kristo atarudi kwa uwezo wa Mungu. Unaona, Kristo Yesu atakuja kwa uwezo wa Mungu. Twende kazi. Na kuingilia kati ili kumwangamiza yule mpinga Kristo. Basi
Kwa hiyo mpinga Kristo kuja kwa Yesu mara ya pili, Yesu anakuja kumwangamiza. Sasa kinachokuja sasa ni hiki. Hayo maangamizi ndio Wakristo hawajafundishana kanisani, mapasta wanaijua, lakini hawatoagi ni maangamizo gani, na hayo maangamizo yanawaelekea ni watu gani, na hawasemagi makanisani kwa uthibitisho bayana, ili mpate kujua kama Wakristo wanaficha makanisani. Tusomee Tumaini Kuu katika ukurasa wa 198. Ndiyo, Tumaini Kuu ukurasa wa 198 nasema, ili watu wapate kujua kama kanisani wanafichana kuhusikana na kuja kwa Yesu mara ya pili. Na nitatoa sababu ya Wakristo kuficha kuna nini. Twende kazi. Ndiyo. Lakini kanisani upendo kwa Kristo na imani katika ujio wake imepungua. Hawaamini sana kuhusikana na kuja kwa Yesu mara ya pili. Wana masababu zao. Twende kazi. Watu wanaokiri ni wa Mungu walipofushwa wasielewe maelekezo ya Mwokozi kuhusu ishara ya kuja kwake. Unaona, wanafungwa wasijui, wanafichwa wasijui alama na dalili za kuja kwa Yesu. Na kwa nini wafiche? Malizia. Fundisho la kuja kwa Yesu mara ya pili limepuuzwa kabisa. Kanisani alizungumzwa. Ndio maana leo nimetia mada hii, ili watu wapate kujua kwa nini Wakristo na mapasta hawasemagi habari za kuja kwa Yesu. Kwani kuna kitu gani wanaficha hapa? Hicho kitu leo mimi nitakitoa insha Allah. Twende kazi. Hadi kwa kiasi kikubwa lilipokuwa limepuuzwa na kuachwa hasa Marekani. Hata Marekani hasa wanapuuzia Wakristo wa Marekani. Inatosha. Tusomee Viki Kuu 53 kifungo cha kwanza. Viki Kuu 53 kifungo cha kwanza. Viki Kuu njoo ile 53 kifungo cha kwanza. Haraka haraka. 53 ndio ile nishaitia pale. Kifungo cha kwanza. Ndiyo, 53 kifungo cha kwanza inasema kuna wakati wa taabu unaowajia watu wa Mungu. Unaona? Kuna wakati wa taabu na shida na maangamizi inaowajia watu wa Mungu. Watu wa Mungu hao wanangoja shida inayokuja kwa Bwana Yesu. Twende kazi. Lakini haitupasi kuliweka jambo hilo mbele ya watu daima. Unaona, haitupasi habari ya maangamizi ya kuja kwa Yesu tuwafundishe Wakristo. Tusisemi, tuwafiche. Twende kazi. Na kuongoza kuwa na wakati wa taabu mapema patakuwa na mchekecho miongoni mwa watu wa Mungu, lakini huo sio ukweli wa leo wa kuyapelekea makanisa. Kwa hiyo ukweli wa kuja kwa Yesu mara ya pili na maangamizi anayokuja kufanya sio ukweli wa kuwaambia Wakristo mapema. Kwani kuwaambia mapema kwa sababu yake ni nini? Ina maana kuna siri inayojificha ili Wakristo wasijui. Sasa malengo ya kuwaficha Wakristo wasiambiwi jambo hilo ni nini? Siri hiyo leo mimi naitoa, alafu tuone Yesu anakuja kuangamiza watu gani. Biblia na Qur'ani hakuna popote kwamba Yesu Waislamu watapata hasara kwa kuja kwa Yesu. Hakuna kitu kama hicho. Viki Kuu hiyo ukurasa wa 14. Ndiyo, ukurasa Viki Kuu ukurasa wa 14. Ndiyo, ukurasa wa 14 inasema. Ukurasa wa 14 na 15. Leta nikufungulia haraka haraka shekha wangu. Ndiyo, tayari ukurasa wa 14. Ndiyo. Hani? Ukurasa wa 14 mpaka hapa na 15. Ndiyo, ukurasa wa 14 inasema. Uko wakati wa taabu unawajia watu wa Mungu. Ndiyo. Lakini hatupasi kuliweka hilo mbele ya watu daima. Hatupasi kusema kwa makanisa kuwapa hiyo siri. Kwa nini? Na kuwafanya wawe na wakati wa taabu kabla ya wakati. Na kuanza kuambia wakati wa taabu kabla ya wakati. Na kutakuwa kupepetwa miongoni mwa watu wa Mungu. Lakini huo sio ukweli. Unaona? Sio ukweli. Twende. Wa leo wa kuyapelekea makanisa yetu. Hatupashi kuwapelekea makanisa yetu. Twende kazi. Ziko nyakati za dhoruba mbele yetu. Lakini hebu
tusitamke neno hata moja la kutuamini au kukatisha tamaa. Tusiwakatishe tamaa. Kumbe wakiwaambia hiyo siri ya Yesu kuja kuangamiza, watakata tamaa wa Kristo. Kukata kwao tamaa ni nini? Twende kazi. Kama Mungu amepata kunena kupitia kwangu, basi wakati utakuja mtakapopelekewa mtakapopelekwa mbele ya mabaraza na kila msimamo mnaoshikilia juu ya ile kweli utakosolewa vikali sana. Unaona, itakosolewa vikali sana ikiwa watafika kuambia kweli na namna Yesu anakuja kuangamiza watu. Watakosolewa na watu watatoka kwenye makanisa. Sikiliza kinachofuata. Muda ambao wengi sana sasa wanamwacha kupotea bure unapaswa kutolewa katika kutia agizo ambalo Mungu ametupatia. Simamia hapo. Sasa ikiwa kama wanaokopa kuambia, malengo wasitoki makanisani. Sasa tuliseme hilo, ili wakitoka watoke na watakuwa wanafanya uamuzi uliokuwa sahihi. Tusomee Ufunuo wa Yohana 2:16 alafu tutongezea. Soma sasa Biblia. Ufunuo wa Yohana 2:16. Biblia hata hiyo uliokuwa nayo ni Biblia hii. Sheikh, wewe una Biblia? Ufunuo wa Yohana 2:16. 2:16 Ufunuo wa Yohana. Sita nyingi Sheikh wangu. Sita nyingi sana. Ufunuo wa Yohana 2:16. 2:16 Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana 2:16 nasema, basi tubu na usipotubu naja kwako upesi. Unaona? Tubu na usipotubu naja kwako upesi. Huyu ni Bwana Yesu anasema. Tubu, usipotubu naja kwako upesi. Sikilizeni sababu ya Wakristo kuficha. Yesu anasema tubu, usipotubu naja kwako upesi. Twende kazi. Nami nitafanya vita juu yao. Kumbe inakamilika. Kumbe usipotubu Yesu anakuja kufanya vita na wewe. Twende kazi. Kwa huo upanga wa kinywa changu. Unaona, nitafanya vita na wewe kwa upanga wa kinywa changu. Sasa haijulikani hapa Yesu anawaambia wanani. Yesu anakuja kufanya nao vita kwa upanga wa kinywa chake. Haijulikani ni Wakristo wala haijulikani ni Waislamu. Soma 17 tuone ni watu gani hao. Yeye aliye na sikio na asikie. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho anayaambia makanisa. Rudi tena. Yeye aliye na sikio. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho anayaambia wanani? Makanisa. Basi wanaoambiwa hapo watubu, na wasipotubu Yesu anakuja kuwavunja na kuwatesa. Ushahidi kamili kulingana na mada. Yesu anakuja, atakapokuja wanani wataathirika, wanani watateseka? Kitabu kinasema ni watu wa makanisa. Twende sasa, hao watu wa makanisa ni kina nani wanaolengwa hapo? Tusomee Timotheo wa kwanza 4:1, lakini utupe ufafanuzi wake. Kifungo cha 3 na kifungo cha 5. Ndio. Haraka. Timotheo wa kwanza 4:1. Sawa. 4:1. Tupe sasa ufafanuzi wake. Nimetia alama kifungo cha kwanza na kifungo cha pili. Kifungo cha 3 njoo hapa. Kifungo cha 3 njoo hiki, na kifungo cha kufuata ndio hiki. Kifungo cha 3 hiki na kifungo cha 5. Soma hii. Umaarufu wa mafundisho yasiyo ya kibiblia. Naam. Kimsingi utakuwa ni matokeo ya shetani. Maliza. Akielekeza majeshi yake ya kipepo katika upinzani. Unaona? Mashetani, sababu kabisa tunataka tujue Yesu kuja kuvunja wa Kristo makanisani ni kwa sababu mashetani yatapeleka watu wake wapi? Twende kazi.
majeshi yake ya kipepo katika upinzani uliozidi kwa kazi ya Mungu. Twende kazi. Kuja mara ya pili kwa Kristo. Kuja mara ya pili kwa Kristo kutatanguliwa. Sikiliza vitu vitakaotangulia kabla ya kuja kwa Yesu, na ndio maana akija anakuja kuvunja. Twende kazi. Kutatanguliwa na mkazo au nguvu. Unaona, kutatanguliwa na mkazo au nguvu kubwa ya shetani. Kubwa ya kishetani itatangulia, ndio maana Yesu anakuja kupiga. Twende kazi. Imani itatangulia mbovu za kuwasiliana na roho za kuzimu. Kumbe imani ya kuwasiliana na roho za kuzimu zitatangulia, ndio maana Yesu atapiga. Dini ovu zilizojificha, na dini za ovu za uongo zilizojificha zitakuwa zimeisha tangulia, ndio maana Yesu anakuja kupiga. Kupagawa na mapepo, kutokewa na mapepo na udanganyifu wa kipepo katika dunia na wapi? Na ndani ya kanisa. Bas, Allahu Akbar. Ndio maana Yesu anakuja kupiga. Uasi wa Ukristo unaendelea, maovu yanaendelea katika makanisa, huku wanajua wanamtafuta Mungu, huku wanajua wanamhubiria Mungu. Ndio sababu mojawapo ya Yesu kuja mara ya pili ni kuja kuwapiga Wakristo wote. Hakuna Mkristo ataponyoka hapa, na ndio maana hakuna andiko lolote kwamba Wakristo hawataponyoka. Hakuna. Malizia kifungo cha 5 haraka. Ndio inasema waumini waaminifu wasifikiri kwamba kwa sababu uasi wa imani unazidi sana ndani ya Kristo. Soma vizuri kaka yangu, ndani ya Kristo hakuna uasi. Rudi tena. Waumini waaminifu wasifikiri kwamba kwa sababu uasi wa imani unazidi sana ndani ya Ukristo. Unaona, kwa hiyo ndani ya Ukristo uasi na anasa inazidi. Ndio maana Yesu anakuja kupiga kila aliye Mkristo. Aliyekuwa na akili aondoke mapema. Haya, bila shaka mmesikia mada hiyo, kwamba kuja kwa Yesu mara ya pili ni hasara kwa Waislamu au Wakristo. Mwalimu kashashuka, na ingawa ningeomba walimu vitabu ambavyo mnavisoma, nilikuwa natumia message pale, mseme kwamba ni kitabu gani. Mwalimu, nikupandishe dakika 20, weke hoja. Yesu kuja kwake ni hasara kwa Wakristo ama kwa Waislamu? Kwanza nianze na salamu kwa ndugu zangu katika imani. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi. Iwe papo pia nao. Nilidhani ya kwamba KCD amejipanga na mada hii, na nilikuwa nauliza hivi, huyu mtu ana kitu gani cha kusema katika mada hii? Sasa nilikuwa hata nimechukua karatasi niandike, kwa sababu nilikuwa nadhani ya kwamba leo nitasikia mambo mgeni. Sasa nilipoendelea na kalamu na karatasi, hata ilibidi nikarudishe kwa mfuko na kalamu, kwa sababu nilisikiliza nikaona hakuna kitu. Nilidhania kwamba kuna maandiko yanayosema ya kwamba Wakristo watapata hasara Yesu akirudi. Sasa nimesikia vitabu Tumaini Kuu, sijui Pambano Kuu, ambaye kwanza inaogelea topic yenyewe, inaogelea wakati wa dhiki kuu, si wakati wa kurudi kwa Yesu. Inaogelea wakati wa dhiki kuu. Elewa mada. Ukisoma kitabu unacho na uelewi hata kenye kinaogelea. Mada umeweka wewe mwenyewe, kurudi kwa Yesu mara ya pili. Sasa tena unakuja kusoma vitabu vinavyoogelea wakati wa dhiki kuu, si habari ya kurudi kwa Yesu. Kaa kwa mada, si ni wewe ulileka mada hiyo. Sasa tunaogelea habari za kurudi kwa Yesu. Kuna hasara kwa watu gani? Nilidhani ya kwamba pengine Wakristo Yesu akirudi kuna aya Yesu atawapeleka jehanamu ama atawaangamiza. Sasa ile kitu ambacho nimesikia ni habari za mpinga Kristo
na ufalme wake na watu wake. Sasa huyu mpinga Kristo katika Uislamu anaitwa Masihi Dajjali. Masihi Dajjali, mpinga Kristo, na wale ambao watakao kuwa wamemfuata. Sasa msomaji, naomba nianze na Biblia. Mimi sitaenda kando kando, nitautumia Biblia kabisa, na kama itawezekana nipate aya 2 kwenye Qur'ani nitatumia. Sasa msomaji, nisaidie. Kitabu kinaitwa Yohana 14 mstari wake ni wa kwanza. Haya maneno Yesu anawaambia wanafunzi wake. Soma tusikie. Msifadhaike mioyoni mwenu. Ndio. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Ndio. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningeliwaambia. Kama sivyo ningeliwaambia. Maana naenda kuwaandalia mahali. Yesu anawaambia wafuasi wake, naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Kwa hivyo Yesu anaongelea habari ya kurudi kwake, anakuja kuwakaribisha wafuasi wake mahali yako wakae na yeye. Imesema atawaangamiza? Atawakaribisha. Inasema watapata hasara? Hakuna. Sasa hawa wafuasi wa Yesu ni akina nani? Chukua Biblia ya Kiafrika kwanza, ukurasa wa 2218. Wakristo ni akina nani? Wakristo ni akina nani? Inasemaje? Wakristo, wafuasi wa Kristo. Unaona? Kwa hivyo wale ambao wanamfuata Kristo, hao ndio wanaitwa Wakristo, ambaye Yesu anawaambia, ninaenda kuwaandalia mahali, na nikirudi tena nitawakaribisha kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Yesu hajawaambia Waislamu hivyo, amewaambia wafuasi wake ambao ni Wakristo. Chukua hii Qur'ani, tafsiri ya Barwani, Qur'ani 5:47. Wale ambao wana hasara kwa kurudi kwa Yesu ni Waislamu, na inaeleweka kabisa na nitathibitisha. Wakiongozwa na Mtume Muhammad wako kwa hasara kubwa sana. Msomaji, nipo. Nisaidie Qur'ani 5:47. 47 inasema, hawa ndio walimu ambao tulikuwa tunategemea watoe mada, tugojee vitu vya nguvu. Kumbe hamna kitu. Soma msomaji. Inasema, ndio, na wahukumu watu wa Injili, wahukumu watu wa Injili kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake. Sasa hapa tunaambiwa na Qur'ani kuna watu wa Injili, sio watu wa Qur'ani. Watu wa nini? Wa Injili. Hayasoma commentary yake. Na sisi tuliwaamurisha wafuasi wa Isa. Tuliwaamurisha wafuasi wa Isa, yaani watu wa Injili. Hao watu ambao ni wafuasi wa Isa ama wafuasi wa Yesu ni watu wa nini? Wa Injili. Ni watu wa nini? Wa Injili. Wanaitwaje? Wa Kristo. Kumbe wafuasi wa Yesu wanaitwaje? Wa Kristo. Wafuasi wa Yesu wanaitwaje? Wa Kristo. Na anawaambia katika Yohana 14:6, anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningeliwafanyaje? Ningeliwaambia. Sasa tunamuuliza Yesu, sasa wakati utakapokuja ni kitu gani utakachokifanya, ili tujue Waislamu na Wakristo nani watapata hasara? Nisaidie kitabu cha Mathayo 25:31. Dunia mjue kuanzia leo Kisidii wakiwa na wenzake ni Sumun, Bukumun, Umyun. Rajihun. Hawana kitu. Mimi nilidhani ya kwamba amechagua mada anaweza, kumbe hawezi, maskini wa Mungu. Soma andiko. Hapo atakapokuja mwana wa Adam. Hata Masawe, ningeomba unikubalie huyo Kisidii, ile elimu ambayo nimeona anaye, nimpee ndugu yangu hapa. Nimpee kabisa, nimpee huyu ndugu. Mwenyekiti unikubalie nimwachie hawa, maana hawawezi hawa wako chekechea. Soma msomaji. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye. Safi. Ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Maliza. Na mataifa yote watakusanyika mbele zake. Mataifa watakusanyika mbele zake. Naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Safi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume. Yesu ataweka kondoo mkono wake wa nini? Wa kuume. Alafu na mbuzi mkono wake wa kushoto. Mkono wa kushoto ni nani hapo? Mbuzi. Si mbuzi zina ndevu? Naam. Sasa
Sasa tunauliza Yesu, si mbuzi wako mkono wa kuume, wako mkono wa kulia, lakini kondoo ndio wako mkono wa kuume. Kondoo wako mkono wa kuume, lakini mbuzi wako mkono wa kushoto. Hawa mbuzi ambaye wako upande wa kushoto ndio wana hasara ama ni kondoo? Msomaji, nipo hapo soma 41. 41 nasema, inasemaje? Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaniwa, mwende katika moto wa milele aliyowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa hivyo wale watapata hasara ni wale watawekwa mkono wa kushoto. Wale watakuwa mkono wa kushoto ndio watapata hasara. Hawa wa upande wa kushoto ni akina nani? Chukua Qur'ani tafsiri ya Mayunga ukurasa wa 433. Mtume Muhammad tuambie, hawa wa upande wa kushoto ambaye watapata hasara na wataingia jehannam ni akina nani? Soma tusikie. Ukurasa wa 533. Qur'ani tafsiri ya Mayunga inasemaje? Inasema ndio anasema mtume SAW, anasema Mtume Muhammad, wataletwa watu katika umma wangu siku ya kiyama, na watachukuliwa kupelekwa upande wa kushoto. Wapi? Motoni. Na Yesu amesema watu wa mshoto wanaitwaje? Buzi. Wako mkono wa nini? Wa kushoto. Na Muhammad anasema hao watu ni nani? Ni umma wa nani? Wa Muhammad. Kwa hivyo umma wa Muhammad ni Wakristo ama ni Waislamu? Waislamu. Na watapelekwa upande wa nini? Wa kushoto. Wapi? Motoni. Hiyo ndio hasara. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mkubalini Yesu kabla hamjaenda motoni. Sasa hii ndio mnaanza kusoma hapo. Mnafanya mazoezi kwa uwanja wa vita. Sasa mnajipiga kifaa. Tunajua wewe hata hujui kitu. Nyinyi ni teketea, mbele yangu hamna lolote. Roho ambaye yako ndani yangu hamumwezi hapa nikatani. Labda muende mvue shetani mumlete, majini muwalete, lakini nyinyi peke yenu bure kabisa, hakuna kitu. Mimi nilikuwa nafikiri mada hii hawa watu wanahoja, kumbe weupe hakuna kitu. Sasa Biblia inasema mkono wa kushoto, wale wataenda mkono wa kushoto wataenda jehanamu. Muhammad anasema wale wako mkono wa kushoto ni umma wake. Hata nikimalizia mada hapo singekuwa imeeleweka. Naam. Lakini kwa sababu sitaki kumalizia hapo, nataka nionyeshe kwa nini Waislamu wako kwenye hasara. Soma Yohana 3:16. Inasema 16. Yaani masawa ya mada nisamaliza. Hii ni kachubari na roiko na wabea. Yaani mada nyepesi wananiletea hawa watu. Mlinipima waje? Mliniona usiku. Soma andiko. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Safi. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Twende. Amwaminie yeye, yule anayemwamini mwana wa Mungu hahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kuhukumiwa. Kwa hivyo Waislamu hasara yenye watapata kwa sababu hawajakubali Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Yesu akija tayari amewafanyaje? Atawahukumu. Qur'ani 19:71. Hawa ni watu wa finali jehannam, halidina fiha abadan. Motoni ni mnaenda kuungua. Yesu akija jikoni na sio kula chips, kuungua. Mimi nilikuwa nadhani kuna aya inasema Wakristo jehanamu. Kumbe hakuna. Pambano kuu, sijui tumaini kuu. Inasema, soma msomaji, wala hakuna yeyote katika nyinyi. Sasa hii Qur'ani inasema wala hakuna yeyote. Unaona wanasema ati wanapita jehanamu. Yaani ati Waislamu wakienda kwenye ako wanapita jehanamu. Msomaji soma chini. Inasemaje? Wanaokwenda peponi. Soma aya. Inasema wala hakuna yeyote katika nyinyi Waislamu, ila ni mwenye kufikia hiyo jehanamu. Ni wenye kuifikia hiyo nini? Jehanamu. Ni wajibu wa Mola wako uliokwisha hukumiwa. Hawa ni watu tayari wameshahukumiwa. Jehanamu inawagoja. Yesu akirudi jehanamu inawagoja. Huyo mtu wa kuasi, nipe kitabu kinaitwa Wathesalonike wa pili 2:7. Mimi nakuomba mwenyekiti, wacha nimwachie huyu ndugu yangu. Hawa watu wacha nimwachie.
kabisa mwenyekiti na kuomba. Hawa elimu yao ni ya kina Deme. Na mwalimu mwenzangu hapa. Soma msomaji. 2:7 inasema. Inasemaje? Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Ambaye lakini yupo azuiaye sasa. Yule azuiaye sasa hata atakapoondolewa, ndio hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi. Kuna wakati atafunuliwa yule muasi ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake. Amekuja kuangalia. Wathesalonike wa 2:7. Kufa kabisa, kifo cha mende, miguu juu. Sasa andiko linasema yule asi ndiye atakayefunuliwa, ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake. Huyo ambaye Yesu anakuja kuua wa kwanza ni Muhamadi. Kwa nini Muhamadi? Kwa sababu Muhamadi ndiye muasi. Ameasi nini? Waraka wa kwanza wa Yohana 5:4. Nyinyi mumeasi mkiwa na Muhamadi jikoni na wagoja, na huo ndio hasara. Soma msomaji. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:4. Inasemaje? Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu ufanyaje? Ushinda ulimwengu. Ndio. Na huku ndiko kushindako ulimwengu. Ndio. Hiyo imani yetu. Safi. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Twende. Isipokuwa ni yeye aminiye ya kwamba Yesu ni nani? Yesu ni nani? Ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo yule ambaye ni muasi ni yule ambaye anapinga imani yetu, ambaye Yesu anakuja kumuua kwa kinywa chake. Nani ameasi na akapiga imani yetu? Nisaidie Qur'ani 6:101. Muhammad na wafuasi wake wameshaasi. Yesu akija anawamaliza. Soma msomaji. Suratul An'am. Naam. Aya 101 nasema. Inasema 101. Inasema ndio. Yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Safi. Inamkinikaje awe na mwana hali hana mke? Na imani yetu ni Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na yule asi Yesu anakuja kumuua. Muasi wa imani yetu. Muhammad amesema Mungu hana nini? Hana mwana. Lakini imani yetu Yesu mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo Waislamu na Muhammad ni waasi. Si ndio? Yesu akija anakuja kuwamaliza brother. Maana walimkataa. Hiyo ndio hasara. Yesu akija anawakataa. Sasa tunauliza Yesu kwa sababu utakuja, ni watu gani utakayewafufua na ni watu gani ambaye hautawafufua? Yohana 5:22-23. Soma ndio usikie. Yohana Injili. Soma mpaka na 25. Inasema Yohana 5. Hasara ni kwa Waislamu. Yesu akuwe na hasara aje achome wafuasi wake, atakuwa hajielewi. Yaani ya kwamba Yesu anasema wafuasi wangu ni Wakristo, alafu aje awachome, atakuwa anajielewa? Ati Muhammad akuje wafuasi wake awakatae. Wafuasi wa Muhammad wataenda na yeye padi ya Muhammad. Wafuasi wa Yesu wataenda padi ya Yesu. Wafuasi wa Muhammad wako mkono wa kushoto, wafuasi wa Yesu wako mkono wa kulia. Wa upande wa kushoto motoni. Hasara. Soma msomaji. Inasemaje? 25. Ndio. Amini nawaambieni. Saa inakuja na sasa ipo. Ndio. Wafu watakapo. Nilikwambia Yohana 5:22-25. Tena Baba hamhukumu mtu yeyote. Bali amempa mwana hukumu yote. Safi. Ili watu wote wamheshimu mwana. Ndio. Kama vile wanavyomheshimu Baba. Maliza. Asiyeheshimu mwana, yule asiyemheshimu mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Hamheshimu Baba aliyempeleka. Hawa wanamheshimu mwana, hawamheshimu wala hawakubali mwana, hawamheshimu hata Baba. Maliza. Amini nawaambieni. Yeye alisikiaye neno langu, ndio, na kumwamini yeye aliyenipeleka, ndio, una uzima wa milele. Safi. Wala haingii hukumuni. Twende. Bali amepita kutoka mautini, maliza, kuingia uzimani. Maliza. Amini nawaambieni. Ndio. Saa inakuja na sasa ipo. Safi. Wafu watakaposikia sauti ya mwana wa Mungu, sauti ya Muhammad, sauti ya mwana wa Mungu. Hao wanajua mwana wa Mungu? Hawajui. Alafu mnafikiri mtasikia? Wale watasikia ni wale wanajua nani? Mwana wa Mungu. Hao ndio watasikia sauti ya nani? Ya mwana wa Mungu. Maliza. Na wale waisikiao watakuwa hai. Hao wanaweza kusikia sauti ya mwana wa Mungu. Mtihani. Watabaki hai. Kifo. Wale ambao wanajua Yesu ni mwana wa Mungu watakuwa hai. Wathesalonike wa kwanza 4:15. Hasara. Mimi nilikuwa nafikiri una maandiko kama haya, hata kama si kwa Biblia, pengine kwa Qurani. Kumbe una pambano kuu, sio mauni kuu. Tena inaongelea dhiki kuu. Haiongelei kurudi kwa Yesu mara ya pili. Vitabu vyenyewe umebeba, kumbe hata hujasoma. Soma msomaji. Inasema. Ndio.
Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, ndio kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, maliza, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa nini? Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu, safi, na parapanda ya Mungu. Maliza. Nao waliolala katika Kristo, rudia, nao waliolala katika Kristo, rudia, nao waliolala katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kumbe wa Kristo ndio watafufuliwa kwanza, waliolala katika Kristo. Waislamu wanavuvuka, utakuwa kifo, wanakuja kuvufuliwa mauti ya pili, kuchomwa moto. Sasa hasara iliyopo kwa Waislamu ni kwamba Waislamu Yesu atakapokuja anawaweka mkono wa kushoto na waambie, ondokeni mliolaaniwa muende katika moto aliyowekewa Ibilisi na malaika zake. Na tunaona leo Waislamu wako pamoja na malaika wa Ibilisi, wako pamoja. Maana ukiwauliza majini walisilimu? Ndio, ni Waislamu, ni Waislamu leo. Sasa kama majini ni Waislamu, unafikiria kwamba nyinyi mtaenda muache majini kwenye wanaenda? Majini wataenda jikoni. Qur'ani 6:128. Nyinyi na Waislamu na majini jikoni. Yesu akija hasara yenu motoni. Soma msomaji. 150. Wacha hata wachana, watakusoma wao. Nisaidie kitabu cha Yohana 3:36. 36 inasemaje? Faida kwa Wakristo. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Ghadhabu ya Mungu inafanyaje? Inamkalia. Sasa tunawacha kuwapea kachubari kwa dakika moja. Msomaji, naam, hebu chukua Ukristo katika Afrika, ukurasa wa 495. Inasemaje? Hata kifanyike nini kwa Wakristo katika ulimwengu huu. Wakristo wana matumaini ya furaha. Kwamba siku moja Yesu atarudi na kuwakusanya wapendwa wake. Na kuwa pamoja nao milele. Kwa hivyo Yesu atakuja kuwachukua wapendwa wake. Wanaitwaje? Wakristo. Si nani? Si Waislamu. Waislamu jikoni na wagonja kesede. Kuja kwa Yesu saa hii kabla hujaenda kuchomwa mara ya pili. Naona saa hii ndio nafanya mazoezi kwa uwanja wa vita. Fanya alafu nakuja. Jamani, mbona mko kimya hivyo? Bwana asifiwe. Takbiri. Okay, bado umesema. Sasa pande zote dakika 20 zimefanyaje? Zimeisha, ila nimempenda Ustazi Kisedee Shabani kuleta mada ambayo ni unique, ambayo sijawahi kuisikia katika midaro toka mwaka ule 1985. Sasa upande zote zimemalizika. Hebu shika mbogo. Tunaingia sasa muda wa maswali. Mwalimu Dacha. Dakika 10. Sasa umenikumbusha, maana hii mada ya leo ni nzuri mpaka mwenyekiti natekewa. Dakika 10 Kisede. Ndio maana mimi natabasamu muda wote tu. Usio na shaka. Ndio maana na afya. Wewe unakuivuka tu uso. Haya. Asante sana mwenyekiti, mwenye hekima zake. Pastor Ndacha alipofika hapa, jambo la kwanza amesema ndio mada hii. Nilidhani Kesede ataleta vitu vipya. Mwenyekiti, mimi naona Kesede, acha nimwachanishe tu na yule kama nani yule, ndio nani, Abeli Shiliwa, maana anishushe mimi kwa kuongea na Abeli Shiliwa, ndio anachokilenga hicho. Nikaona huyu alisema kwenye mtandao kwamba Kesede, tafuta wa kukusaidia. Kama ni Dr. Sule tafuta, kama ni Mazinge tafuta, usaidiwe. Mimi hapa sijasaidiwa, lakini yeye anaanza kutafuta usaidizi baada ya kuona ukubwa wa mada. Anaanza sema mwachie ule. Yote ni nini? Kashindwa. Anaanza kuchochoro. Ndio anatafuta uchochoro kwamba asaidiwe. Ukimleta yule hata kuwa na nivo ya kuongea na mimi.
na mimi nitamtia mwingine ndio ongee naye, kwa sababu itakuwa mimi na wewe tunatosheka. Uishajua nimekukomesha, hauna tena uwezo, basi na mimi nitakaa niwaache sasa wengine waendelee, unaojua wewe watakusaidia. Ndio maana yake hiyo, kwa sababu utakuwa umeashiria mimi sijui, nashindwa kwa hii mada. Sasa ulisema hivi eti kwamba Yohana 14:1 inasema kwamba Yesu atakaporudi atakuja kuchukua watu wake. Mwenyekiti, ulisikia Yesu anakuja kuwachukua Wakristo? 1:14 unapiga swata. Haikusema Yesu anakuja kuchukua Wakristo. Anasema anakuja kuwachukua. Neno Ukristo hakutia hapo. Kwa hiyo wewe usipachiki. Ukitaka uniulize hao ni watu gani, mimi nitakupa. Alafu ukaongezea kusema katika kitabu cha Biblia ya Kiafrika ukasoma ukurasa wa 2218. Soma hiyo. 2218 inasema, nimalize hoja zake zote. Hakuna ambako wamethibitisha kwamba Yesu hatakuja kuwavunja Wakristo. Hakuna. Ngoja kabla hujaendelea. Anachokuja kufundisha Ndacha, amefundisha kwamba Waislamu wataingia motoni. Ndio mafundisho yake. Katika dakika zake 20 amefundisha Waislamu wataingia motoni, Waislamu watakuwa mkono wa kulia, Waislamu watakuwa hivi. Hiyo sio mada yetu Ndacha. Sio mada yetu. Mada ni kusema hivi, Yesu anakuja atawaangamiza hawa au hawa. Kama ni Waislamu, toa andiko Yesu atawaangamiza Waislamu. Itamke, usidhanie wewe. Lakini tangu umeanza haujatoa, wasikilizaji wote ni shahidi. Ila umeongea kama Waislamu watakwenda motoni, na kila aya unayoitoa sio vile inavyoongea. Naomba mimi nisijibu, kwa sababu nikijibu huko nitakuwa ninatupa mada, lakini hakuna hata uthibitisho uliotoa Waislamu atakwenda motoni. Uelewa wako ni mdogo sana. Mada Yesu anakuja kuwavunja Wakristo. Mimi nilitoa ushahidi kamili, nikajua wewe utakapoingia utagusa pale nilipogusa. Nimetoa ushahidi Yesu anakuja kuwapiga Wakristo, nilitoa ushahidi. Lakini ungelifika wewe ungelisema hivi, Kesede, ile andiko ulisema haisemi Wakristo, ungeeleweka. Andiko hili ulisema haisemi Wakristo, ungeeleweka. Lakini haukugusa hata andiko yangu hata moja. Lakini ukakuja na mada nyingine, Waislamu watakwenda motoni, Waislamu hawamwamini Yesu. Haiko ndio mada. Sasa somo hiyo aliyoanzia ya Kiafrika. Ndio wa 218. Ndio inasema Wakristo, wafuasi wa Kristo. Simamia hapo. Akasimamia hapo. Unaona? Wakristo, wafuasi wa Kristo. Ilianzia wapi? Twende kazi. Neno lililotumika kwa mara ya kwanza huko Antiokia. Unaona? Ni neno lililotumika kwa mara ya kwanza huko Antiokia. Yesu hayuko. Ukisoma sasa kitabu cha Imprimato 11:25 wametia pale, ni wapagani ndio wanatoa hiyo jina mara ya kwanza. Sasa unakuja kutuelezea Ukristo wa kipagani? Wapagani watakuwa na wanafunzi wa Yesu? Hiyo tunaitia pembeni. Ingine akasema hivi, akasema katika kitabu cha 5:47 Qur'an kusema kwamba unaona hata Qur'an inajua wafuasi wa Yesu wa Kristo. Nataka nikutoe jasho. Wale aliyekwambia hivyo nini? Baruani mwenyewe tumuulize, mbona unataja wa Kristo ni wanafunzi wa Yesu? Unayolenga ni nini? Waamini Injili. Sasa sikia 57 Qur'ani. Baruani hiyo hiyo 57:27. Tupe ufafanuzi wake. Baruani alikusudia nini? Anakusudia Injili gani ya Wakristo? Sio kwa unarupuka kitu ambacho haujui. Mada hii inakushinda, ndio maana unaanza kutafuta msaada. Toa andiko Waislamu Yesu anakuja anawavunja vunja. Andiko iseme, kitabu kiseme. Sio uanze kudhania Waislamu ni waasi, Waislamu ni waasi. Kama ni waasi, toa andiko Yesu anakuja anawapiga Waislamu. Kama vile mimi nimetoa andiko 2:16-17 Yesu anakuja kuangamiza Wakristo. Imetaja kabisa. Kwa nini wewe usitoe ushahidi wa kutaja? Hakuna kitu kama hicho. 57:27 kitabu cha Baruani. Ndio. Hapa. Twende kazi. Ndio inasema 57:27 kitabu cha Qur'ani inasema. Twende kazi baba. Injili aliyofunuliwa Nabii Isa. Injili aliyofunuliwa Nabii Isa na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu sio hizi zinazoitwa injili za Mathayo, Marko, Luka na Yohana zilizomo katika Biblia. Inatosha. Kumbe ulipotoa wafuasi wa Yesu wafuate Injili wa Kristo, kitabu Baruani anakuambia sio hao wanaofuata Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Baruani anawakana.
Usizoe tena kutoa andiko inataja Wakristo, baruana na wakana, sio wale wa Mathayo, Luka, Yohana. Kama we hauko huko basi utakuwa ni mwenyewe sobotu. Kingine alisema hivi, akasema kwamba Mathayo 25:35 Yesu anawatia watu upande wa kushoto na upande wa kulia. Upande wa kushoto mbuzi, upande wa kushoto mbuzi, upande wa kulia kondoo. Ndio anasema hivi, hawa watakaokuwa upande wa kushoto motoni ndio Waislamu. Jamani, iliandikwa Waislamu? Hakuna. Lakini mimi naenda kwa Yesu mwenyewe atuambie hawa watakaoangamiza upande wa kushoto ni kina nani? Baba, tusomee kitabu cha Mathayo 7:23 alafu tupe ufafanuzi. Tupe ufafanuzi. Mimi nakupa mada nyeti. Yesu anawaangamiza Wakristo kwa ushahidi, sio wewe udhanie. Waislamu wana dhambi, wao wana dhambi Waislamu, sawa. Wawe ni makafiri Waislamu, sawa. Wawe ni wapagani Waislamu, sawa. Lakini toa andiko, Yesu anakuja kuangamiza kwa andiko. Soma hiyo andiko. Mathayo 7, uzima tele. Mathayo 7:23. 7:23. 7:23 Mathayo. 7:23 Mathayo. Ndio hii. Tupe ufafanuzi 23, njoo hapa. Twende kazi baba. 7:23 inasema. Inasemaje? Maneno haya ya Kristo yanaonyesha wazi kabisa kwamba wahubiri wanaweza kuihubiri injili kwa jina la Yesu. Wahubiri wanaweza kuhubiri injili kwa jina la Yesu? Ndio. Wahubiri wanaweza kuihubiri injili kwa jina la Yesu Kristo. Ndio. Wakitoa pepo na kufanya miujiza wakati wao wenyewe hawana imani iokayo, hawana imani iweze kuokoayo. Twende kazi. Ya kweli ya Kristo, Wakristo wanahubiri injili, maandiko, imani ya hiyo injili hawana. Hiyo ni maandiko. Twende kazi. Maandiko yanafundisha kwamba injili ihubiriwayo kwa nguvu, shauku ya wazi ya kutenda haki na kufanya miujiza yaweza kutenda nyakati hizi chini ya ushawishi wa nini? Na nguvu za shetani. Basi ukiwaona Wakristo wanajidai kwamba tunahubiri injili kwa jina la Yesu, tunatoa mapepo, au wanasema wanatumia nini? Mashetani. Sasa hapa tunaingia, kuna kitabu hapa kinaitwa Hofu juu ya mapepo na majini. Kitabu cha Wakristo walichokitunga ni wapadiri, ukurasa wa 124. Sikiliza kinasemaje. Mimi niko natoa ushahidi kamili. Wakristo wanakuja kupigwa na Yesu. Sidhanie mimi. Wewe uko nadhania unafananisha. Waislamu ni waasi. Andiko gani Yesu anakuja kuwaua? Unasema tu ni waasi. Haya ni waasi. Wapi andiko Yesu anakuja kupiga Waislamu? Yesu anasema nimekuja kupiga Wakristo, nimetoa ushahidi. Kitabu hiki ukurasa wa 124 inasema hivi: sisi Wakristo hatuna mafundisho kama hayo ya viumbe fulani kutorokea kwenye viungo nyeti kama ilivyo. Sisi tuna swala la kuwinda mapepo, yani malaika waasi, yani mashetani, yani tofauti na majini yanayofundishwa na Waislamu. Hujui? Kwani tangu lini majini ni mashetani? Kafundisha nani somo hilo? Ewe nyinyi wa Kristo, muache kudanganywa. Basi ngoja tushitakiwe kwa kesi za uzalilishaji akina mama na akina baba kwa kuwapapasa maungo watoto wanawake. Waalimu wanawapapasa kwenye viungo vyao, kwenye maziwa yao. Siku gani Yesu hata kumgusa mwanamke alimgusa katika kumwombea? Wapi Yesu alitoa mapepo kwa namna hiyo? Mbona kama tunatumia kweli jina la Kristo hata kumgusagusa mtu mwanamke kwa ubaya? Uzuri wa jina la Yesu si kulitamka tu. Ya nini tuwavue wagonjwa wetu wanawake mablauzi, sidiria na sketi, na wanaume mashati tunawavua, tunawafulamisha na tunawatoa masuruali wao sisi wa Kristo? Jamani, sisi wa Kristo tumerogwa. Ndio maana basi Yesu amejiandaa kutukataa siku ile ya mwisho, akisema
hakutujua kamwe, atatudhalilisha na tutachomwa, tutakataliwa na Yesu. Wa inna ilaihi rajiun. Yesu atawachoma. Ndio mada hiyo. Yesu anakuja kuwavunja Wakristo. Toa andiko, Yesu anakuja kuwapiga Waislamu, utapata. Mwalimu Ndacha, bila kupoteza muda, naomba uje dakika 10. Kama ningekuwa Mwarabu ningesema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musiba. Unajua ni vile tu hataki kusema tu nimeshindwa iishe. Sasa najaribu nasema wacha nikufe kiumeume. Hivi ni nini hamuelewi? Kitu ya kwanza umesema hivi, katika baruani wafuasi wa Yesu wanaitwa Wakristo. Lakini kwa kuvuja hoja yangu ukasema hiyo injili sio hii ya kina Mathayo. Ni sawa, hata ile sio hii ya kina Mathayo, lakini hoja iko pale pale. Wafuasi wa Yesu wanaitwa Wakristo kwa mujibu wa hiyo baruani. Hivyo hujavuja kitu. Mimi nilikuwa nafikiri baruani amesema wafuasi wa Yesu ni Waislamu, ningekuwa nimekufa mende. Lakini kama hujabadilisha hoja yangu ni ya kwamba wafuasi wa Yesu ni Wakristo, hata kama unadai ni jina walilolipaga watu wa Antiokia ndio limetumika kwenye Qur'ani, wafuasi wa Yesu wanaitwa Wakristo. Sasa nikawa nimesema hivi kitu ambaye wewe haujaweza kuja na upite katika hiyo hoja. Katika Mathayo 25:31 Yesu anawabagua, wengine anawaweka mkono wa kulia na wengine mkono wa kushoto. Walio katika mkono wa kushoto hao ndio wanaenda motoni Yesu akija. Hao walio mkono wa kushoto, nikatoa dalili kwenye Qur'ani, tafsiri ya Mayunga, ni watu wa umma wa Muhammadi. Sasa naomba nikuongezee kachubari, watu wa umma wa Muhammadi mpaka maswahaba watakuwa huo mkono wa kushoto. Sasa kama maswahaba wa Muhammadi watakuwa mkono wa kushoto, ni nyinyi mtapona? Msomaji? Naam. Kurasa wa ngapi? Kurasa wa 167. Sasa mimi kwanza nakusomea hadithi za Muhammad zinazokubalika. Wacha wewe hitu vitabu unakuja naye hapa ambaye kwanza kitu ya kwanza usemi ni tu nani, tumeandikwa na nani. Unatakikana utambulisha kitabu. Alafu unatuambia nasoma kitabu cha fulani. Ndio tunajua ni kitabu gani unasoma. Sasa soma msomaji, Inasema Abdullah bin Abbas ndio amesema siku moja Mtume alisimama akatutolea mawaidha akisemaje? Enyi watu wangu. Sasa Muhammad akiambia watu wangu, si anaambia Waislamu? Naam. Hakika mtafufuliwa kwa Allah hali hamna viatu. Kwanza hamna viatu, mko uchi na ni mazunga. Kama tulivyoanza umbo la awali, ndio tutarudisha tena. Ni ahadi iliyo juu yetu, ndio bila shaka sisi ni wenye kufanya tuyasemayo. Safi. Fahamuni, mtu wa kwanza katika viumbe atakayevalishwa nguo na Ibrahimu ni nani? Fahamuni, ni nani? Wataletwa watu katika umati wangu, na watapelekwa upande wa kushoto. Wapi? Motoni. Twende. Nami nikasema, Mola wangu, maswahaba wangu nitawaambiaje? Wewe hujui watu hawa walichozua. Kwa hiyo hata maswahaba wa Muhammad wanaenda wapi? Kushoto. Motoni. Sasa kama maswahaba wa Muhammad wanaenda mkado wa kushoto motoni, ni hawa kisedi wanapona? Hawatapona. Maswahaba wenyewe mkono wa kushoto motoni. Sasa tunamuuliza Yesu, wewe Yesu, ni wewe unawapeleka hawa watu mkono wa kushoto ama ni nani? Mathayo 25:41. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliyowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa hivyo Yesu ndiye ataweka watu mkono wa kushoto. Anawaambia endeni katika moto wa nini? Wa Jahannam. Sasa yeye anataka watajwe tu Waislamu, wakati tayari Muhammad amesema ni watu wake. Kwani watu wa Muhammad ni Digo? Watu wa Muhammad ni Baniani? Watu wa Muhammad si ni Waislamu? Naam. Na Muhammad anakubali wako mkono gani? Wa kushoto. Tena motoni.
Hiyo ndio hasara, bwana Kisedei. Sasa uko na andiko moja linalosema ya kwamba Wakristo Yesu atawapeleka motoni. Una andiko kama hilo? Huna. Ati Yesu anapeleka Wakristo motoni. Mimi nimesema, msomaji nisaidia 9:41 Marko. Hawa ni Waislamu ambao hawajasoma, wamekuja wakaingia Uislamu, wakaanza kutembea barabarani, hata wanaenda kuwachariji wa Kristo. Elimu ya Uislamu hawana, elimu ya Qurani hawana, ya Biblia ndio usiseme. Soma. Kwa kuwa yeyote atakayewanyosha nyinyi kikombe cha maji, kwa kuwa nyinyi ni watu wa Kristo. Kwa hivyo Yesu anawaita wanafunzi wake watu wa nini? Wa Kristo. Watu wa nini? Wa Kristo. Watu wa Kristo. Sasa yeye akakuja akasema ati Muhammadi ako juu ya Yesu kabisa mara 100. Iwezekanaje? Unafananisha Muhammad na Yesu? Sio ni kama kufananisha usingizi na kulala. Msomaji, nisaidie Timotheo wa 2:4 mstari wa kwanza. Muhammad yako kwa kaburi anangojea Yesu akuje amvuvue, alafu anasema Muhammad yako juu ya Yesu, wakati yeye anangojea avuvuliwe na Yesu, tena anavuvuliwa katika hukumu. Soma msomaji. Wa pili anasema, ndio, na kuagiza mbele za Mungu, na mbele za Kristo Yesu, atakayewahukumu walio hai, na waliokufa. Muhammad amekufa kabisa, atahukumiwa na nani? Na Yesu. Atahukumiwa na Yesu. Sasa mpaka wewe uniambie, Yesu akija anawaweka watu mkono wa kuume, mkono wa kushoto, anawapeleka motoni. Nichukulie Mayunga ama nichukulie Ruru Marijani, hadithi ya 1855. Mpaka ala mwenyewe anaweka guu lake jehanamu. Nyinyi mnapona? Sasa andiko linasema ya kwamba wale wako mkono wa kushoto, hao ndio watapata hasara Yesu anapokuja. Nisaidie Qur'ani 10:102. Mimi nilifikiri Kisedei tunasema ati na kuogopa. Niogope msukuitu. Soma msomaji. 10:102 nasema, ndio, basi wanangoja jingine ila kuwajia mfano wa siku ya adabu. Wanangoja jingine ila kuwajia siku ya nini? Za adabu. Siku za nini? Ya adabu. Maliza. Zilizowafika watu waliopita kabla yao. Twende. Sema. Basi ngojeeni. Sasa Muhammad anasema ngojeni. Na wanagoja mfano wa siku za nini? Za adabu. Anasema ngojeeni. Alafu mimi pia ni pamoja nanyi katika wanaongojea. Unaona, Muhammad mwenyewe ako pamoja na wanaongojea adhabu. Kama Yesu akikuja, Muhammad anangojea adhabu. Waislamu ndio mnapona. Anasoma hiyo. Tumeipata, inasema. Ndio. Hadithi ya Anas bin Malik Safi RA. Ndio. Kwa mtume SAW amesema. Amesemaje? Jehanamu itaendelea kusema. Je, kuna nyongeza? Mpaka SWT atakapoweka humo unyayo wake. Ndio. Na hapo utasema kat. Yaani kama jehanamu inatosheka, ara mwenyewe akiweka guu lake ndani, ninyi mtapona? Hawatapona. Ninyi mtapona? Yesu akirudi, ina maana ya kwamba mtu wa kwanza kuwekwa katika jehanamu ni Waislamu. Mtu wa mwisho kufunika jehanamu ni Mungu wa Waislamu. Sasa huyu Mungu wa Waislamu lazima mjue kwamba si Mungu wa kweli. Ndiye Biblia inasema, Yesu anasema atakuja kumwangamiza na pumzi yake katika Wathesalonike wa 2 mstari wa 7. Bwana Yesu atakuja kumwangamiza na pumzi ya kinywa chake. Wale ambao wako kwa hasara wakati Yesu atakaporudi ni Waislamu, na wale wote ambao hawamkubali Yesu watakuwa mkono wa kushoto na wote wataenda jehanamu. Kwa hivyo Waislamu, Yesu akirudi, muko katika hasara. Wakristo wako katika faida, maana watapata uzima wa milele. Waislamu wanapata nini? Hasara. Wakristo uzima wa milele. Waislamu hasara. Mada imeisha? Imeisha na ikafunikiwa. Dakika 9 na sekunde 56. Wakristo na Waislamu, habari zenu? Haya, tunaingia katika hatua ya nguo ya mwisho ya mkutano wetu katika hoja ya maswali. Mada ilitolewa na Mwalimu Kisedei Shaban, imejengwa na Ndacha ameijibu. Sasa Ndacha ataenda kumuuliza swali Kisedei kwa dakika 3 na Kisedei ataenda kuijibu kwa dakika 5.
Alafu tena hata kama hajajibiwa dakika 3 vile vile atarejelea, na dakika 5 zitajibiwa na Ndacha hivyo hivyo kwa upande wake. Basi bila kupoteza muda ni mchache, naomba nimpandishe Mwalimu Ndacha. Dakika 3 mzitumie kwa mnifu, na sasa hivi sitaongeza hata sekunde, naomba mtumie. Mkimaliza basi nakuwa nakata. Bwana mwenyekiti, nataka niweze kuuliza swali na nitalijegea swali hili katika Mathayo 25:41. 41 nasema, ndio, kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ndio, ondokeni kwangu mliolaniwa, mwende katika moto wa milele. Kwa hivyo kuna watu ambao wako katika mkono wa kushoto na watapata hasara Yesu akirudi, maana atawaambia ondokeni kwangu mliolaaniwa, muende katika moto wa jehanamu aliowekewa Ibilisi na malaika zake. Sasa nisaidie Waibrania 1 mstari wake ni 3 na 4. Sasa niulize swali. Sema. Inasemaje? Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake. Huyo ni Yesu anaogelewa hapo. Na chapa ya nafsi yake. Twende. Akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Akiisha kufanya utakasa wa dhambi. Aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Kwa hivyo Yesu ako mkono wa kuume. Kwa hivyo Yesu na watu wake wako mkono wa kuume. Kwa mujibu wa Qur'ani, tafsiri ya Barwani imesema wafuasi wa Yesu wanaitwa Wakristo. Wafuasi wa Yesu wanaitwa Wakristo. Yesu yuko mkono wa kuume wa Mungu. Swali, Waislamu kwa mujibu wa andiko, wafuasi wa Muhammadi wako mkono upi? Wako mkono wa kuume? Naomba andiko. Wako mkono wa kushoto? Naomba andiko. Msomaji, mwalimu, mwenyekiti, naomba ushikilie hiyo swali yangu ijibiwe. Sasa nichukulie ukurasa wa Ukristo katika Afrika, ukurasa wa 275. Ukurasa wa 275. Dakika hiyo moja tusomee. Ukurasa wa 275 nasema, inasemaje? Watu walio katika dini zisizokuwa za Kikristo, watu ambaye wako kwenye dini ambaye si ya Kikristo, wanatafuta msaada kwa miungu. Wanatafuta misaada kwa miungu au kwa roho kuliko kwa Mungu. Maliza. Kuliko kwa Mungu wa kweli. Twende. Hatimaye wanaweza kudanganywa na kujikuta wao ni watumwa wa Ibilisi na mapepo yake. Kwa hivyo watu wote ambao si wa dini ya Kikristo wameshadanganywa na wako katika roho ya upotevu. Sasa aende katika ukurasa wa 496. 496 inasemaje hapo juu? Endelea kusema. Ndio. Pale juu, soma pale juu hapo. Pale. Anasema watasikia sauti yake, ndio Kristo. Ndio. Nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Maliza. Na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Safi. Wakristo ambao walikufa watafufuliwa kutoka katika wafu wakati Kristo atakaporudi. Basi Wakristo watafanyaje? Watafufuliwa. Hapo imesema Islamu. Wakristo. Basi swali langu naomba lijibiwe. Naam, nashukuru sana mwenyekiti. Kabla sijaweza kuingia kwenye swali lake, nimeliandika hapa na majibu yako tayari. Namshangaa Ndacha ameingia mada mingi, Aisha gusa huku, Mungu atatia mguu motoni, sijui Waislamu wataenda motoni, sijui Waislamu ni wakuliani, sijui huko kote unakwenda unaenda kufanya nini? Ndio sababu nilikwambia umekosa mada. Hii mada ni nyeti na hauna uwezo wa kuijibu, na ndio maana uisha kwenda mbali, uishagusa kila kitu kile hiki ili utafute kueneza mada yako. Ndio sababu nilikwambia usiwe unakurupuka kuongea na walimu wakati mwenyewe huwezi kaongelea mada na uimalize. Mada Yesu anakuja kuwapiga Wakristo au Waislamu. Narudi tena, kila andiko nililolitoa la Yesu anakuja kupiga vita Wakristo inatamka hauigusi, ila huko unaongeza na kutetea. Hapana, Wakristo watafufuliwa, ni watu wa Yesu, sijui kadha wa kadha. Lakini kabla sijaenda huko, nataka nijibu swali lako. Mathayo 25:31-41.
Yesu anawaweka watu siku hiyo ya kuangamiza. Kuna watakaokuwa kushotoni na watakaokuwa kuliani. Ameuliza, Waislamu watakuwa kushotoni au kuliani? Si ndio hivyo mwenyekiti? Anauliza Waislamu watakuwa upande gani? Natoa majibu. Sikiliza majibu ya mwalimu, sio kama unavyokuwa wewe. Qur'ani 57:12. Qur'ani 57:12 inasema, Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Naomba tuwe makini kusikiliza na kuelewa. Tuwe makini. Msikie Waislamu watakuwa wapi? Upande wa kulia, kushotoni au kuliani? Twende kazi. Siku utakapowaona Waislamu, siku utakapowaona Waislamu, siku utakapowaona Waislamu wanaume na Waislamu wanawake, nuru zao zinakwenda mbele yao, nuru ya Waislamu iko mbele. Twende kazi. Nuru zao zinakwenda mbele yao, ziko mbele yao, na kuliani kwao, kuliani kwa wanani? Kwa Waislamu. Waislamu ni wa kuliani, si wa kushotoni. Twende kazi baba. Wanaambiwa furaha yenu leo mnapewa mabustani yapitayo mito mbele yake, kukaa humo daima. Huku ndiko kufaulu kukubwa kwa Waislamu. Basi Waislamu ni watu wa kuliani, si wa kushotoni. Uliuliza hao watakaokuwa kuliani ni watu gani na hao watakaokuwa kushotoni ni watu gani? Waislamu watakuwa upande gani? Nimekupa jibu. Waislamu watakuwa kuliani. Hiyo tumemaliza. Usiulizi tena hivyo. Natoaga majibu mimi yako yale kama ulivyouliza. Sasa alizungumza hapa akasema Qur'ani Waislamu imewaita Waislamu wa Kristo wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wa Yesu kwa masharti gani? Twende 5:66 baruani. 5:68 baruani. Haraka kwa sababu ya muda. Baruani 5:68. Twende haraka. Ndio, tunafunua haraka. Twende haraka baba. Baruani 5:68. 5:68. Tupe tu ufafanuzi wake mara moja. Au ile kwanza 68 alafu uende 111. Sawa. 68 inasema hivi. Naam, 5:68 baruani. Ndio, 5:68 inasema. Ufafanuzi wake haraka. 68 ufafanuzi wake inasema. Naam. Ewe mtume, waambie watu wa kitabu. Hakika nyinyi hamtakuwa mnafuata. Enyi watu wa kitabu, yani wa Kristo na Wayahudi, hamtakuwa mnafuata. Ewe mtume, kwa niaba ya wasikilizaji wetu. Ndio. Ewe mtume, waambie watu wa kitabu, yani Biblia. Hakika nyinyi hamtakuwa mnafuata dini sahihi ila mtapo zitangaza hukumu zote za Torati na Injili na mkazitenda na mkiamini Qur'ani iliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu kwa mtume wake kwa ajili ya kuongoa watu na yakinika. Ewe mtume, inatosha kaka. Ili mpate kuwa watu wa Yesu, Qur'ani inasema ni mpaka muamini Injili kiusawasawa na kuamini maneno ya Bwana Mtume Muhammad. Usi unatumia Qur'ani, wenye Qur'ani ndio sisi. Unapiga aya hii tunakupa majibu. Sasa rudia 111 Qur'ani. Ndio. Na nilipowafunuliwa wanafunzi wa Isa kwamba waniamini mimi na mtume wangu, nani? Wakasema tumeamini na shuhudia kuwa sisi ni Waislamu. Basi wanafunzi waliomfuata Yesu waliitwa ni Waislamu. Nilitoka kupiga bomu hapa kwamba Yesu Muhammad anamuokoa, lakini basi muda umekwisha. Yaani bwana mwenyekiti, bado ni masikitiko mengine, tumeongeza mengine ya pili. Nimeuliza mkono wa kuume wa Yesu andiko, maana andiko nimelitoa. Yesu anasema atawabagua kama kondoo. Andiko liko hivyo. Sasa andiko lililotolewa hapa limesema watakuwa mkono wa kuume wa Yesu. Simesema itakuwa kuumeni ya Waislamu. Sasa huyu ni mtu wa wapi? Kuumeni ya Waislamu. Sasa andiko lilijegea hoja. Sikilizeni. Hoja yangu nimejegea katika andiko hili. Msomaji. Naam. Nisaidie 25:41 Mathayo. Kwani hukusikia andiko lenye nilitumia?
Mimi sijasema mtakuwa kulia, hata nimeweza kuwa kuliani wa Masawe, sio tunaongelea. Sasa ndiko liotoa mtakuwa kuliani ya Waislamu, si kuliani ya Yesu. Yesu anaweka watu kulia na kushoto. Sasa nyinyi mtakuwa pande gani? Wala usijibu swali. Tini niko na mada. Dasha hawezi. Soma. Kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, ndio, ondokeni kwangu. Soma vizuri. Inasema kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto. Mkono wake wa kushoto. Mkono wa nani? Wa Yesu. Mkono wa nani? Wa Yesu. Wale wako mkono wa kulia ni wafuasi wa nani? Wa Yesu. Wale wako mkono wa kushoto si wafuasi wa nani? Si wafuasi wa Yesu. Nikauliza, Waislamu mtakuwa upande gani Yesu akija? Kwani mada inaongelea gani? Si mada inaongelea wakati Yesu anakuja? Naam. Yeye alikuwa alitoa anasema kwa kuliani ya Waislamu. Kuliani ya Waislamu, kwani Waislamu ndio wanakuja? Tunaongelea kurudi kwa Yesu. Mada ulichagua wewe, sio mimi nilikuchagulia. Sasa badala ujibu swali kwa temada ate kuliani ya Waislamu. Sasa ni kama mada iko Waislamu wakirudi ni nani watakuwa kwa hasara? Hiyo ndio mada. Mada iko Yesu akirudi watakaokuwa kwa hasara ni akina nani? Ndio nikauliza, Waislamu Yesu akirudi mtakuwa upande gani? Upande wa kulia ama upande wa kushoto? Msomaji, nipo. Naomba unichukulie Mayunga ukurasa 500. Ukurasa 500. Qur'ani tafsiri ya Mayunga. Ukurasa 533, soma. Anasema mtume SAW, maliza. Wataletwa watu katika umma wangu. Muhammad mwenyewe anasema si KCD sasa. Wataletwa watu katika umma wangu siku ya kiyama. Siku ya kiyama. Na watachukuliwa kupelekwa upande wa kushoto. Yesu Muhammad anasema wataenda wapi? Upande wa kushoto. Watu wa Muhammad wako upande gani? Kushoto. Sasa swali ya nyongeza sasa. Waislamu mtakuwa pande gani wakati Yesu atakapokuja? Mtakuwa mkono wa kulia ama mtakuwa upande wa kushoto Yesu akija? Jibu swali wewe. Niliwaambia Ndacha hana mada, hana hoja. Umegeuza. Mimi sikusema hivyo. Mtakuwa upande gani wakati kumkono wa kulia wa Yesu, si wa Kiislamu. Nimemaliza kila kitu, nikajibu kila kitu. Nimemuonesha hivi, wale watakaokuwa upande wa kulia watakuwa ni wanafunzi wa Yesu. Hilo halikatai. Kwanza nimempa 57:12. Qur'ani inasema Waislamu ni wa kuliani, si wa kushotoni. Nimempa huyo. Kwa hiyo watu wa kushotoni si Waislamu, wa kuliani ndio Waislamu. Kisha nikampa 5:111, kwa sababu watu watakaokuwa kuliani si ni wale waliomwamini Yesu, si ni watu wa Yesu. Sasa tumepata wale watu wa Yesu ni wanani? Msomaji, rudia Qur'ani 5:111 haraka. 5:111 Qur'an. Wale wanafunzi wa Yesu wale ambao watakuwa kuliani ni wanani? Si nilikuwa nimejibu. Tena unarudilia. Soma hiyo. Ndio 5:111 Qur'ani inasema. Inasemaje? Tunasoma aya. Na nilipowafunulia wanafunzi kwamba waniamini mimi na mtume wangu, wakasema. Nilipowafunulia wanafunzi gani? Wa Yesu. Aliwafunulia nini? Twende kazi. Ndio. Wakasema hao wanafunzi, tumeamini na shuhudia. Tumeamini na Mungu shuhudia kama sisi ni waaminifu mbele yako, kuwa sisi ni Waislamu. Sheria inasemaje? Ewe mtume, watajie umma wako yaliyotokea kwa nani? Tulipowatia hima kikundi cha aliowataka Isa. Kikundi cha Isa, waliomkubali Isa, waliomfuata Isa. Wakumbushe watu wako na wakumbushe Mayahudi. Twende kazi. Wamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake Isa, na mtume wangu Isa, yani Yesu. Wamwamini.
na wakamuitikia wakawa ndio wanafunzi wake mahususi. Wale wanafunzi wakasema kujibu majibu ya Yesu, na wanafunzi wakasema tumeamini ewe Mungu, na shuhudia ewe Mola wetu, na Mola wetu shuhudia kama sisi wanafunzi wa Yesu tumemwamini, na shuhudia ewe Mola wetu mlezi, shuhudia wewe Mola wetu mlezi kuwa sisi wanafunzi wa Yesu tumesafisha nia zetu na tunafuata amri zako, yani Waislamu. Allahu Akbar. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu walikuwa ni Waislamu. Unapouliza sasa hawa watu wa Yesu wenyewe watakuwa kwa mkono wa kulia na hawa watu watakuwa kwa mkono wa kushoto, Waislamu watakuwa upande gani? Nimekuonesha Waislamu ni wa sehemu ya upande wa kulia, na tunapata wanafunzi wa Yesu walikuwa ni Waislamu, na hawa wanafunzi wa Yesu ambao ni Waislamu watakuwa kwa mkono wa kulia wa Yesu. Subutu tena uje uingize. Kwa hiyo unataka kujifanya haukusikia, umesikia, unataka kuvuruga tu. Ametoa katika kitabu cha Mayunga, anasema kwamba siku hiyo watu wa umati wako wengine watapata maangamizi. Akatoa katika Mayunga Riyadh ya Swalihina 167. Sasa majibu yake, hawa ambao wataingia motoni watakuwa ni gani? Hawa umati Muhammadi ni watu gani? Tusomee majibu yake katika hadithi ya Lu'lu' wal Marjan, hadithi ya 1213. Tusikilize kwa makini. Hadithi ya Asma binti Abu Bakar radhiallahu anha amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni hadithi ya 1479, Lu'lu' wal Marjan. Ndio, soma hiyo hadithi ya Asma binti Abu Bakar radhiallahu anha. Twende kazi. Amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amesema hakika mimi nitakuwa nimesimama katika haudhi ili nimuone atakayekuja kwangu. Mtume atasimama kwenye pepo yake. Pepo, Mungu anampa Mtume Muhammad pepo yake. Twende kazi. Ili nimuone atakayekuja kwangu. Naam, miongoni mwenu, nimuone atakayekuja kwangu miongoni mwenu, na baadhi ya watu watachukuliwa karibu yangu. Kuna baadhi ya watu watachukuliwa karibu yangu. Nitasema mimi Muhammad, hiyo pepo yenyewe nitapewa, mamlaka nitakayopewa peponi, nitasema ewe Mola wangu, hao ni miongoni mwangu, hawa ni miongoni mwangu, na ni miongoni mwa umma wangu, na ni miongoni mwa umati wangu, yani hawa ni Waislamu wangu. Twende kazi. Patasemwa hivi, unakijua walichokifanya baada yako we Muhammad? Au unaoona ni Waislamu lakini unakijua walichokifanya? Malizia haraka haraka. Wallahi waliendelea kurudi nyuma yao, waliacha Uislamu. Kwa hiyo hao wenye kuingia motoni ni watu walioacha Uislamu wakawa Wakristo, yani makafiri. Sasa huko nataka kutupa andiko ya Wakristo kuingia motoni? Swali langu 2:16-17 Ufunuo wa Yohana 2:16-17 2:16-17 2:16-17. Tupe baba, tupe. Hakuna popote pale ambako utapata kwamba Yesu anakuja kuwapiga Waislamu, uweze ukapata. Ila utakachokipata ni mbwembwe kama za ndacha. Waislamu ni waasi, kwa hiyo Yesu atakuja kupiga waasi. Wapi imeandikwa Yesu atakuja kuvunja waasi Waislamu? Mimi nimekupa maandiko yanataja kabisa Wakristo Yesu anakuja kuvunja, na wewe toa andiko kama hili, sio la kudhania. Ufunuo wa Yohana 2:16 2:16 Ufunuo wa Yohana. Soma basi hapo. Twende kazi. Inasema 2:16 Ufunuo wa Yohana. Naam. Basi tubu na usipotubu naja kwako upesi. Mimi Yesu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Inatosha. Yesu anasema hivi, tubu
na usipotubu naja kwako upesi, nitafanya vita juu yako kwa upanga wa kinywa changu. Yaani Yesu anakuja kuvunja wale ambao hawakutubu. Yesu anakuja kufanya vita juu yao. Swali langu, hao watu ambao Yesu anawaambia hapo kwamba atakuja kufanya vita nao, ni Waislamu au ni Wakristo? Asante. Kwa andiko, hatutaki mambo ya kudhania. Dakika moja ipo. Kama dakika moja ipo, msomaji, tusomee kitabu cha Mathayo. Soma Mathayo. Ndio. Mathayo 21:10. Mathayo uanze 24:11. Mathayo 24:11. 24. Yapo. Anza basi Luka 13:25. Mathayo. Fanya Luka 13:25 mara moja. Kwa hiyo dakika yangu moja, ili nisiendi mbali na dakika zangu. 13:25 Luka. Dakika imekwisha. Inabaki sekunde 30. Acha hiyo. Hata maliza. Ushalifungua? Basi soma. Naona haitaisha dakika. Sekunde ndogo. Ndio. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango. Naam. Nanyi mkaanza kusimama nje na kuubisha mlango. Kuna watu Yesu ameingia peponi, anaingia mbinguni, anafunga mlango, kuna watu wanamtokea. Ndio sababu nilisema haitaisha. Asante. Nirudie swali. Aache tu. Swali langu limeeleweka? Hata boko mwenyewe unafikiri anajua kufungua? Unafikiri kama angejua kufungua singekuwa ameshasaidia? Sijazi tayari nishazama. Swali ameuliza katika kitabu kinaitwa Ufunuo wa Yohana 2 mstari wa 16. Anasema naja kwako upesi, tubu, na usipotubu nitafanyaje? Msomaji, hebu soma hiyo aya. Inasema ndio 2:16. Basi tubu, ndio, na usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Juu yao ama juu yako? Juu yao. Lakini sehemu ambayo imesoma andiko imesema tubu. Tubu ni wengi ama ni mmoja? Ni mmoja. Upanga unafanywa juu yao. Mwenye nabii wa tubu ni mmoja. Upanga unakuja juu yao. Kwa hivyo upanga hauji kwa huyu, unakuja juu yao, kwa sababu huyu ambaye nabii wa tubu ametubu. Wale ambao hawajatubu ni wengine ambao upanga utakuja juu yao. Na Yesu ameshasema wako mkono gani? Wa kushoto. Sasa sijui unauliza swali gani wewe? Swali wa upanga huko juu yao, hao wako mkono wa kushoto. Sababu hoja yake ile iko najua ni kwa sababu ya mstari wa 17. Sikiliza roho jambo hili ambaye roho aambia makanisa. Hiyo ndio ile kitu ambaye ako naye hapo. Sasa Yesu ana kanisa lake. Kanisa lake Yesu anasemaje? Msomaji. 16:18 kitabu cha Mathayo. Inasema ndio 16:18. Inasema ndio, nami nakwambia wewe ndiwe Petero, maliza, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitafanyaje? Haitalishinda. Basi kanisa la Mungu ama kanisa la Yesu, milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa hivyo wewe, ile kitu unatakikana kisende ufanye ni uingie ndani ya kanisa la Yesu usalimike. Hivyo tu, kwa sababu kanisa la Yesu halitaagamia. Wale wako nje ya kanisa la Yesu, hao ndio upanga utakuwa juu yao. Hebu nichukulie hiyo kitabu cha Ukristo katika Afrika.
Ukurasa gani hapo? 200 na ngapi? Na 36. 236 inasema. Sasa soma. Kwa hiyo Wakristo wote ni matofali ya majengo, ndio, au mawe yaliyo hai. Yaani Wakristo wa kweli ni wale ambao ni mawe iliyo hai, ambayo ndiyo hekalu la Mungu la sasa. Kwa hiyo kanisa ni maskani ya Mungu katika roho. Kanisa ni maskani ya Mungu katika nini? Katika roho. Kwa hivyo Yesu anapokuja, anakuja kulichukua kanisa lake. Kanisa la Yesu hakuji kuangamiza, lakini wale wako nje ya kanisa la Yesu, upanga utakuwa juu yao. Sasa turudi katika sehemu ya mkono wa kushoto. Hii aliyoisoma hii, Riyadh Sawilin. Ilikuwa ni ukurasa wangapi hiyo? Sasa nisomee sasa vizuri tusikie. Yeye anasema ya kwamba Kisidi anasema ya kwamba hao wako mkono wa kushoto kweli ni Waislamu ambaye waliacha Uislamu. Lakini hapa inasema maswahaba wa mtume. Sasa tunaomba utuambie, maswahaba wa mtume waliacha Uislamu? Uje tueleze. Alafu kitu kingine ambaye mada imeisha Masawe, na tunahitajika kuwabatiza Waislamu leo wote, kwa sababu Waislamu wa leo ni wafuasi wa Yesu kulingana na Kisidi. Kisidi amesema wale wako mkono wa kushoto, wale wako mkono wa kulia ni wafuasi wa Yesu. Alafu akasema Waislamu ni wafuasi wa nani? Wa Yesu. Muhammad amekosa wafuasi leo. Wote wafuasi wa Yesu hawa. Mada zimeisha, tumemaliza mada. Hata Kisidi leo anasema ni mfuasi wa Yesu. Sasa mahali amekosea ni kusema Wakristo wanafunzi wa Yesu walikuwa Waislamu. Hiyo ndio makosa amefanya. Hebu nisaidie Qurani 5:47. Qurani 5:47 hii ya Barwani tulikuwa tumeisoma. Wacha nirudie tu kwa kuikariri. Imesema wafuasi wa Yesu ni Wakristo, watu wa Injili, au ndio wafuasi wa Yesu, sio Waislamu. Wafuasi wa Yesu ni Wakristo, watu wa Injili. Sasa nisaidie Qurani 12:19. Ama nichukulie Biblia ya Kiafrika ukurasa wa 2216. Huwezi kusema ati wanafunzi wa Yesu walikuwa Waislamu wakati Muhammad ndiye mwanzilishi wa Uislamu. Kwani Muhammad walionana na wanafunzi wa Yesu wapi? Ndacha mimi namshangaa. Yaani huyu jamaa hoja huna Ndacha. Nilikwambia hakuna swali mimi nitauliza uweze kulijibu. Kila swali ukiniuliza mimi nalijibu kabisa kiufasaha. Lakini sidhani kwamba mimi nitauliza swali upate kujibu. Mwenyekiti, swali langu niliuliza hivi katika 2:16. Hao ni kina nani? 2:16 Ufunuo. Soma hiyo. Nataka nimuoneshe kama huyu ni mwongo na hajui kitu na hajajibu na hatajibu kwa sababu uwezo huo hana. Na akithubutu kuijibu kiufasaha atakuwa anadhihirisha kabisa kwamba Wakristo Yesu anakuja kuwapiga. Mpaka sasa tumeanza na mpaka kwa muda huu hajatoa andiko Yesu anasema nakuja kuwapiga Wakristo, nakuja kuwapiga Waislamu, hajatoa. Lakini kwa sababu Waislamu ni waovu, Waislamu sijui nini, huko mimi siendi. Mimi niko wapi Yesu anawapiga Wakristo kama ninavyotoa mimi 2:16 Ufunuo wa Yohana. Ushapatoka tena. Allahu Akbar. Mwenyekiti, funga kwanza nionyeshe kwenye watasoma. Na ufunulia niliweka angalizo mara ya kwanza nikapata vile hali shaipata 2:16 Ufunuo wa Yohana inasema, basi tubu na usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Simama. Akatafsiri akasema tubu, wanaambiwa ngapi? Ni mmoja. Kwa hiyo hao ni waliokuwa nje ya kanisa. Maneno hayo ni watu waliokuwa nje ya kanisa, hakuna ushahidi. Ndio sababu nilisema Ndacha ukimsikia anavyoongea kama kitabu haukijui, utajua anachokiongea ni kweli, ni hoja ya hakika. Kumbe uongo. Wapi walisema ni watu waliokuwa nje ya kanisa? Sasa mimi nakuthibitishia ni makanisa. Soma Luka 17. Rukia 17. Ulikuwa umefunga, usiku unafunga shehe. Pale Ufunuo wa Yohana 2:16. Usiku unafunga shehe, uende naweza nikarudilia pale. Ulisoma 2:16, Rukia 17. Sawa. 17 inasema,
Uishasema kwamba tubu, usipotubu mimi Yesu nakuja kufanya vita na wewe. Anasema hawaambiwi wengi, anaambiwa ni mmoja aliyekuwa nje ya kanisa. Maneno ambayo hayapo kwenye andiko, kaongeza yeye ili kustiri mambo yake ya uongo. Sasa sikiliza, twende. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Basi wanaambiwa ni makanisa. Kama alisema tubu, ilikusudia makanisa zote. Yesu amekuja kufanya vita nao. Ndio andiko hizi tulitaka utoe kwa upande wa Uislamu. Yesu anakuja kufanya vita na Waislamu. Hapa inataja Wakristo, yani makanisa. Kwanza kitu ya kwanza, kitu ambacho KCD hana habari naye, Yesu hana makanisa. Yesu ana kanisa. Wewe wapi? Hebu soma Mathayo 16:18. Yesu anasema nina makanisa ama ana kanisa? Wale wako nje ya kanisa la Yesu, hao ndio Yesu anakuja kumaliza. Mkiwa nyinyi mko ndani. Kwa nini mko ndani ya kanisa? Si mko nje? Soma msomaji. Inasemaje? 16:18. Mathayo. Nami nakwambia wewe ndiwe Petero. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Nitajenga makanisa. Nitajenga makanisa. Kanisa langu. Yesu anaongelea makanisa au kanisa lake? Kanisa lake. Sasa kanisa la Yesu, sasa hilo ndio kanisa Yesu anakuja kuokoa. Wale wako nje ya hiyo kanisa, hao ndio Yesu anakuja kupiga kwa upanga wake. Ndio sasa katika andiko ulilolitoa 2:16 Ufunuo, soma usikie. 2:16. Inasemaje? Inasema ndio, basi tubu, na usipotubu naja kwako upesi. Maliza. Nami nitafanya vita juu yao. Nitafanya vita juu yao ama nitafanya vita juu yako? Juu yao. Sasa wewe ungetuambia hao sasa ni akina nani? Kwa sababu kanisa la Yesu yeye analo, analipea uzima wa milele, lakini anafanya vita juu yao. Unaona hii? Sasa juu yao. Unaona? Juu yao. Si juu ya kanisa lake Yesu. Yesu anapigaje kanisa lake na ni lake? Sasa Yesu anasema, anawaambia na kanisa lake si mbao au mabati. Ni wale ambao wamwaminie. Unajua akili yenu inafikiri kanisa ni mabati na mawe. Ni Wakristo ambao ni wa kweli. Wakristo ambao ni wa kweli, hao ndio Yesu anakuja kuwapa uzima wa milele, na ndio watakuwa mkono wa kulia. Mkono wa kushoto ni wale wako nje ya kanisa la Yesu, ambao nyinyi wenyewe mtakuwa ndani. Sasa unataka ati Yesu ataje Waislamu, ataje Baniani, ataje Krishna, ataje sijui nani? Yesu amewataja wote kihuru siru, mkiwa wote pamoja, Waislamu, Baniani, Krishna, nyote jikoni na wagoja, kwa sababu muko nje ya kanisa la Yesu. Msomaji? Nipo. Nawe naomba sasa rudi katika kitabu cha Mayunga 533. Soma tusikie. Inasemaje? Anasema mtume SAW. Safi. Wataletwa watu katika umma wangu. Maliza. Siku ya kiyama. Twende. Na watachukuliwa kupelekwa upande wa kushoto. Wapi? Motoni. Kwa hivyo watu wa upande wa kushoto ni Waislamu ambao ni umma wa nani? Wa Muhammad. Wanaenda mkono wa kushoto motoni. Kwa nini? Chukua asili ya majini. Ukurasa wa 20. Ukurasa wa majini. Huwezi kuniambia leo shetani yakuwe Muislamu, alafu nyinyi mnafikiri Yesu akija anakuja kuchaka na nyinyi. Na shetani mwenyewe Muislamu. Soma tusikie ukurasa wa 20. Asili ya majini. Ndio. Ukurasa wake wa 20. Inasemaje? Inasema, twende. Ni bahati mbaya kwamba Adamu na Hawa Maliza. hawakufanikiwa kufanya jitihada za kumwezesha shetani na wanawe kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Ni nani? Na kuwa Waislamu. Ni nani? Ni Mtume Muhammad tu. Ni Mtume Muhammad tu. Safi. Ndiye aliyemsilimisha shetani akawa Muislamu. Kwa hivyo hata devil Lucifer ni nani? Muislamu. Alafu nafikiri Yesu anakuja kucheka na nyinyi. Sasa nisaidie Qur'ani 6:41. Kwa nini Waislamu Yesu akija acheki na nyinyi? Nyinyi mnatakikana kutoka katika Uislamu muje kwa Yesu, lakini kulingana na mdomo wa KCD. Na wewe simulizi, uende ukate hapo. Unaona hapo KCD amesema wao ni wa Yesu. Uende ukate unitumie hiyo kipengele. Nitajua vile nitakitumia. Soma vizuri. 6:44. Unikatia hapo nitajua vile nitakitumia, maana hapo anatakikana abatizwe. 6:41.
Inasema ndio, bali yeye ndiye piga mafafanuzi hiyo aya. Inasema mafafanuzi yake ndio, haya yanaonyesha kuwa makafiri wa zama hizo walikuwa afadhali katika itikadi juu ya uweza wa Mwenyezi Mungu kuliko hawa Waislamu wa zama hizi wanaomba mizimu na nini na makaburi na nini na majini. Hiyo ndio maana hizo akija ni hasara kwa Kiafrika. Ukurasa wa 2216, changamka haraka tumalize. Inasema Uislamu ni dini iliyoenea duniani, iliyoanzishwa na mtume nabii wa Kiarabu Muhammad katika karne ya ngapi? Ya 7. Karne ya ngapi? Ya 7. Alafu anasema tu walionana na Yesu, atalionana na wanafunzi wa Yesu, mshindwe. Maadamu imewashinda, maandiko hamuna, kwisha, inaitwa kalas na imeishia hapo. Fugeni virago kutoka kwa Muhammad, kujeni kwa Yesu. Habari za jioni. Mbona mmenyamaza kimya? Sasa tumeshamaliza nguo ya kwanza, nguo ya pili na nguo ya tatu ya maswali na majibu. Na muda sasa hivi, hebu niangalie muda saa ngapi hapo? Saa 11:30. Sasa kuendelea itokana na walimu kama mtakuwa tayari kuendelea ama tufunge mdahalo leo, maana tumeshamaliza sehemu zote. Tufunge. Okay. Na huko mko tayari tufunge? Okay, sawa. Basi mdahalo wetu utaishia hapa, na kila mmoja amesikia nafasi ya pande zote, Wakristo walichokisema kulingana na hoja pamoja na Waislamu. Kwa maamuzi ni wewe msikilizaji uliosikiliza pale. Lakini leo na mimi kama mwenyekiti nimejifunza jambo zito sana kutoka kwa Kisedee, kwamba Waislamu ni wafuasi wa Kristo. Hiyo nimejifunza na nimefundishwa katika mada ya leo. Nashukuru sana, nimepata ufahamu. Sasa kesho, mada ya kesho sana mwanzo mada zitangaze. Niweke sawa. Nitakupa nafasi Ndio tunamaliza hivi. Ningeomba Kisedee ndo aje arekebishe. Unajua sawa, umenikumbusha. Umeniambia. Sasa nitampa Kisedee. Nitawapa nafasi wote na ndacha hapa. Sawa. Mimi natangaza tu mada tu. Kwa hiyo wao ndo wataongea mume yao. Haya. Mada mada za kesho. Ya kwanza inasema Qur'ani ni kitabu cha Mungu. Hii mada imechaguliwa na Mwalimu Dacha. Na mada ya pili, Biblia ni kitabu kilichotokana na Mungu. Hii mada ameichagua Kisedee. Baada ya kusema hayo, nitawakaribisha wapande zote, watafunga kwa dua hao waziri wetu, alafu tutaagana kesho. Naomba Mwalimu Kisedee uje hapa mbele, utaongea na dakika 2 na watu kwa ajili ya mada ya kesho, alafu utaomba dua pia ya kufunga mkutano kwa upande wa Uislamu. Na ndacha hivyo. Naomba Mwalimu Kisedee upande hizo dakika, na hapa dakika 2, alafu mtachakata. Mada ya kesho nafikiria itakuwa ni mada 2. Ndacha amechagua mada ya Qur'ani ni kitabu cha nani, si ndio hivyo? Qur'ani ni kitabu cha Mungu? Ndo mada aliyochagua Ndacha, na mimi nikachagua mada, je, Biblia inatokana na Mungu? Ndo kama yale tu. Asante Bogo, msitaweka kitu. Na mnafikiria kesho saa ngapi mnaweza kuwa tumefika? Kwa haraka tu tuwatangazia kabisa, watu wajue, wajiandae, maana leo watu wamejipanga mapema sana. Sisi kwa upande wetu tuko on time kabisa, tuna muda toka asubuhi. Okay, nyinyi semeni tu mnaona kama ni saa ngapi ili tujue.
Saa 4 asubuhi. Okay, asante. Saa 4 asubuhi, nadhani nimesikia huko online pamoja na hapa. Mwalimu Ndacha, dakika 2. Haya, asante. Nashukuru pia na mimi nataka niweze kumpea ndugu yangu hapa Abeli Chiliwa aweze kuja kumalizia mkutano kwa ombi. Karibu ndugu yangu. Okay, sawa. Nashukuru kwa nafasi niliyopewa ya kuzungumza, ingawa nilikuwa na hamu pia wamsikia akisema Abeli hapa, ila kwa kuwa alikubaliana Ndacha na Kesede wazungumze, na pia nimeheshimu hilo jambo na nimewaacha pia waweze kuongea. Tukaombe. Baba yetu, asante mfalme, asante kwa siku njema ya leo. Tumejifunza mengi kupitia walimu wawili hawa. Tumejifunza na tumeweza kufahamu na kuweza kuelewa yale ambayo yameongelewa hapa. Najua kupitia fundisho hili utakwenda kuwajenga Waislamu ambao walikuwa kujua wewe wapate kufahamu wewe. Pia nimejifunza mazuri kwa Kesede aliposema kwamba akija Yesu siku ya mwisho wao watakao upande wa kulia wasipeleke motoni. Ni jambo jema na jambo la kheri sana mfalme. Msaidie Kesede na wenzake ili siku hiyo mfalme amani wao upande na kushukuru. Amen. Asante, mbarikiwe sana. Kazi yenu njema. Itabidi kesho tumtafutie nafasi Abeli na Mbogo. Si ndio? Mbogo nisikilize. Kesho tutafutie mtanange wewe na Abeli kidogo. Sawa sawa? Yaani nafasi lazima mpige kidogo mechi ya ugenini tuone.